Mwanaume anayefahamika kwa jina la Faustin Edward mwenye umri wa miaka 45, mkazi wa eneo la Kibosho, kata ya Okaoni, wilaya ya Moshi, mkoani Kilimanjaro, anadaiwa amekatia migomba yake chini katika shamba lake mara baada ya kunyimwa simu na mkewe alipotaka kuipekua ili kubaini kama iwapo mwanamke huyo anamsaliti. Mtoto wa baba huyo akizungumza na Gadi TV katika eneo hilo amesema kuwa baba yake alifikia uamuzi huo mara baada ya kurejea nyumbani akiwa na listi ya majina ya wanaume 11 anaowatuhumu wanatembea na mkewe. Inaelezwa kuwa baada ya mwanaume huyo kunyimwa simu, aliulizia panga lake lilipo, na mara baada ya mke wake kusikia swali hilo alikimbilia kwa jirani yake akihofia kuuawa. Aidha, inaelezwa kuwa mara baada ya mwanaume huyo kulishika panga hilo na kubaini kuwa mkewe amekimbia, alitoka nje ya geti la nyumba yake kwa hasira kali na kisha kuelekea shambani kwake na kufyeka migomba katika shamba hilo. Hata hivyo, inaelezwa mara baada ya kumaliza zoezi hilo, alichukua usafiri wa pikipiki na kwenda kununua mafuta ya petroli, na alipokuwa akirejea nyumbani akiwa na dumu lenye mafuta, alighairi wazo la kwenda kulipua nyumba kwa moto na kuamua kuyatupa mafuta hayo mtoni kando na nyumba yake. Kadhalika, inaelezwa kuwa mara baada ya kughairi kuichoma nyumba yake, alikimbilia kusikojulikana, na usiku ulipoingia alirejea kimya na kuandika listi ya majina ya wanaume 11 yenye kichwa cha habari kinachosomeka, hawa ndio wanaume wanaovunja ndoa yangu. Hii ni Gadi TV. Jina langu ni Aisa Msuya. Kilichomkasirisha ni alikuja na hii listi ya hao watu hapa, ndo alikuja kwa hasira pamoja na karatasi lake alikuwa ameandika hiyo listi, na ndo alivokuja tu hivi na mama na yeye ndo akaondoka. Na kabla mama kuondoka, labda alimwambiaje mama? Alimwambia mama ampe simu yake. Mama mwenyewe ndo hajampa. Mabishano hayakuwa mengi, maana yeye alikuja tu ghafla. Alipokuja ghafla moja kwa moja akaenda kumfuata akamwambia ampe simu. Mama akakataa, ndo akaingia ndani akachukua panga. Alipokuja mama hayupo akakata migomba. Alafu ilipofika usiku ndo akarudi na kuandika haya maandishi huku ukutani. Na nini ambacho kilimwashiria mama kwamba hapa kuna jambo baya na akaamua kuondoka? Aliniita akaniambia lile panga langu liko wapi, nikamwambia lipo huko ndani. Alipoingia kulichukua mama na yeye ndo akakimbia. Na mama alikuaga kuambia anaenda wapi? Mama hakwenda mbali, alienda hapo jirani akakaa. Baba yeye alipomaliza kuchukua vitu vyake akaondoka, ndo mama akarudi. Mama alivorudi na yeye ndo na akaingia ndani kujiandaa na vitu vyake na watoto wakaondoka. Na baba amekuwa ni mtu wa namna gani kwa siku zote ukiwa unaishi naye? Pengine na shida, unaweza ukatumia nafasi hii hapa kumwombea babako msamaha, ama unaweza ukatoa neno gani kwa hao watu ambao majina yao yameandikwa hapa? Ningetumia pia kumwombea msamaha endapo kama watakuwepo wote au kama watapata taarifa pia. Nipo kwa niaba yao kuomba msamaha kwa niaba ya baba. Na kuna taarifa kwamba huenda akaja akaunguza baadhi ya mali zake, hili ni ukweli? Alikuwa na mawazo yao, lakini alipofika akasitisha. Siku ile aliyokuja akasitisha, maana alikuja na mafuta ila akasitisha akayatupa. Alikuja na mafuta gani? Haya pikipiki na petroli. Hiyo siku ama ni siku gani? Siku hiyo alikuja nayo siku hiyo. Na nani alimzuia hiyo siku, au hebu tueleze mshike ulikuwaje hiyo siku? Yaani hiyo siku hamna mtu aliyemzuia, yeye alikuja nayo pamoja na yule dereva pikipiki. Sasa alipofika hapo darajani hapo akayatupa huko. Yule dereva bodaboda akamuomba hata achukue yake kwenye pikipiki akakataa. Akayaacha akashuka na maji. Kwa alikuwa anataka kuja kulipua hii nyumba yake? Alikuwa na mpango. Jamii inapaswa kujifunza nini kupitia hili? Hapo jamii inapaswa kujifunza, kabla hawajachukua hatua au sheria wahakikishe wana uhakika na wanachokiongea. Hili tukio kwa kweli limenishangaza na linaumiza kwa sababu ukweli ni kwamba ukitaka kuangalia kwamba tatizo lingeweza hata likawa lidogo, lakini sasa kwa sababu ya listi hii ya watu ambao wameorodheshwa hapo, kitu ambacho hakina uhakika au la ukweli wenyewe, inasikitisha. Kwa kweli nasikitika sana, lakini
na huko aliko namwambia kwamba asione kwamba hili jambo ni gumu sana, hili jambo ni rahisi. Kama angekuja akiwa hapa lingeweza likaisha kirahisi zaidi kuliko huko aliko, kwa sababu akiwa huko litaishaje? Kwa hiyo namsihi popote alipo basi aje ili haya mambo yote yaweze yakaisha.